Na kwa majina naitwa Boy Chido na ni mwandishi wa Wananchi Tanzania, na leo nimekuja na ujumbe mzito. Siku za uchaguzi zimekaribia, kwa hivyo ni wasii ndugu zangu watazamaji na wananchi na wenye kupenda maendeleo ya chama chao na pia na wenye kupenda maendeleo ya taifa letu kiujumla. Mimi ni miongoni mwa watu tunaopenda maendeleo na mabadiliko katika nchi. Leo sitapenda kuzungumza sana, yametufikia yale ambayo yamekuja kutupa question mark, ambayo mwanajeshi mmoja anayejiita mwanajeshi ametoa taarifa kuwa yeye amepinga vikali kwamba uchaguzi pasipo mabadiliko sio uchaguzi, hivyo atakuwa ni miongoni mwa watu watakaohamasika kufanya maandamano. Mimi sitapenda kuzungumza. Tumsikilize pamoja alichokuwa akisema. Watu wafuatao waweze kukamatwa, wapelekwe kwenye vyombo vya sheria juu ya tuhuma zinazowakabili. Watu hao ni mtoto wa Kikwete, ambaye ni mtoto wa Samia Abdul Kikwete mwenyewe, rais mstaafu, Rostam Aziz, Angela Kiziga na huyu mkurugenzi wa usalama wa taifa Mungu wakamatwe haraka sana kabla ya kukimbia nchi kujibu tuhuma zinazowakabili. Yaani hili swala tusione haya, kama tupo upande wa haki tusione haya kuzungumzia hili vitu. Hawa watu wakamatwe, wameharibika sana hili taifa. Hatuwezi kuacha watu wachache wachafue na kuharibu taifa, haiwezekani. Wakamatwe haraka sana, kila kuogopa wao kuonea haya. Hawa watu sio kuacha hata kidogo, hawezi kuepuka mkono wa sheria. Sio watu kuacha kwa haya yanayoendelea, hawezi kuepuka mkono wa sheria. Na hii inaonyesha ndio maana wanalazimisha uchaguzi, ili wafiche uchafu wao. Inabidi tulifikirie hili swala, kwa nini hawa watu wanalazimisha sana uchaguzi? Kuna vitu ambazo wanavificha. Je, na sisi tumekubaliana kuna hivyo vitu wanavyovificha kwamba tumekubaliana kwamba tuviache tu? Tunapeleka wapi taifa? Nashauri mkuu, hawa kabla ya kukimbia nchi wakamatwe haraka sana, waekwe kwenye vyombo vya sheria. Sio watu kuacha hata kidogo. Wanalazimisha uchaguzi. Kuna vitu ambavyo wanavificha hao. Haiwezekani kabisa. Na hakuna uchaguzi wa namna hii. Hakuna uchaguzi. Tukiwa kuhusu hawa watu wafanye huu uchaguzi ambao hauna haki wala kibali kwa Mungu, tunaenda kulipoteza taifa. Na tusije kusema kwamba tusije kulaumiana baadaye. Hakuna uchaguzi wa namna hii. Hakuna. Wajibu ni kuwalinda Watanzania. Na kuwalinda Watanzania tutawalinda kwa namna nyingi. Nitawalinda kwa njia ya kuongea, nitawalinda kwa njia ya silaha pale inapobidi. Nipo tayari kwa hilo kwa sababu ndicho kiupo changu. Najisikia faraja kuwalinda hao Watanzania. Yaani ni faraja kubwa sana. Kubwa sana. Nawapenda sana. Mkuu, nasisitiza tena. Na sio kwamba nakupa amri, nashauri. Hawa watu wakamatwe haraka sana. Hili swala halitopita daima mpaka haki itendeke. Tunakubali kusumbuliwa na kikundi cha watu wachache wasiotakia mema nchi. Yaani kikundi cha watu wachache kisichozidi hata 20 kinasumbua watu almost milioni 60. Kwa hiyo tunakubali kusumbuliwa na watu na wanajeshi na tukiwemo huko. Mimi sikubali. Hao watu wakamatwe ili turudishe imani kwa taifa na uwajibikaji. Maana walishazoea kwamba Watanzania wanaongea alafu watasahau. Hili swala halitusaulika milele na milele mpaka haki kieleweke. Na hata kama imetokea kuniua mimi, na imani wapo watu wengine wataendelea kuongea, kwa sababu naweza kutafakari kama mnahangaika na watu ambao wanaongea ukweli. Na hayo yalikuwa ni maneno ya kamanda Kapteni akitueleza kwamba watoto wa viongozi wakamatwe kabla hawajakimbia huko nchi za watu, lakini pia akasisitiza kuwa hakutakuwa na uchaguzi, na yeye akiwa kama kamanda hawezi kukubali
huo uchaguzi ufanyike, na pia akawasihi sana Watanzania kwamba hiyo siku wafanye maandamano. Sasa mimi na wewe twende kwenye comment, tujuane kwenye comment. Na je, jamaa yupo kwenye haki au jamaa na namna gani anajibu anawajibika vipi katika swala hili? Ni kweli ni mwanajeshi au ni yale ambayo sitopenda kuzungumzia? Moja kwa moja twende kwenye comment, tukutane. Je, una hakika watoto wa viongozi wakubwa kama rais, kama Kikwete, kama mkurugenzi wa usalama, ni kweli hicho kitu kipo, watoto wa viongozi wakubwa kukamatwa? Je, ni serikali gani ambayo itakubaliana na hichi kitu ambacho kimetrend hapa mtandaoni? Moja kwa moja ni huyu mwamba, ni huyu mwamba ambaye anaonekana hapa. Acha ni wewe kama hujamuona huyu mwamba huyu hapa, wapeleke kwenye vyombo vya sheria juu ya tuhuma zinazowakabili watu hao. Huyu mtoto wa Kikwete ambaye ni mtoto wa Samia Abdul Kikwete mwenyewe, rais mstaafu Amin, Rostam Aziz, Angela Kiziga na huyu mkurugenzi wa usalama wa taifa Mungu wakamatwe haraka sana kabla ya kukimbia nchi kujibu tuhuma zinazowakabili. Yaani hili swala tusione haya, kama tupo upande wa haki tusione haya. Twende kwenye comment guys, twende tujuane kwa comment, tujue nini kitajiri hizo siku za kesho, ni nini kitaenda kujiri hizo siku za kesho. Lakini moja kwa moja mimi msemaji wa wananchi Tanzania ni kwamba uchaguzi bana unaendelea vile vile na amani bado imetawala. Kwa hiyo ni shauri tu wananchi muendelee kuwa na subira na muendelee kuwa taratibu, kwa sababu nchi bwana haiendeshwi kwa njia ya mitandao. Nchi bwana inaendeshwa kwa njia ya kikatiba na sheria na kanuni za nchi. Kwa hivyo ukiwa kama kijana, ndugu zangu, hebu tulizeni kichwa katika hili, msilibebee juu kwa juu baadaye mkajikuta mko pabaya. Ulikuwa nami kutoka Boy Chido TV, mwandishi wa wananchi Tanzania. Bwana, pamoja sana. Tuendelee kutiki tarehe 29 Oktoba 2025, twende tukatiki tu pale, wala tusiangalie maneno ya hapa na pale. Kikubwa zingatia, tendea haki yako, kwenda kumchagua kiongozi unayemhitaji wewe pasipo kushinikizwa na mtu yoyote. Lakini epuka rushwa, TAKUKURU hapo kibao wameshuka mitaani, na pia usalama wa taifa upo mtaani, na pia hata waandishi wa habari wengine ni usalama wa taifa msipojua. Kwa hiyo mlizingatie hilo na pia muepuke mahojiano yasiyokuwa ya muhimu, hasa kipindi hiki cha uchaguzi. Kwa majina naitwa Boy Chido, natokea Umoja wa Vijana Tanzania. Asante sana guys, big up sana.